Kuna mtu aliniuliza akaniambia, wewe ungekuwa ni mwajiri ungeangalia kitu gani ukakizingatia kwa umakini zaidi kuliko vitu vingine vyote? Nikamwambia kila kitu kina umuhimu kwenye masuala ya ajira na mahusiano kazini. Hakuna kitu ambacho hakina muhimu, kwa sababu kila unachokifanya ukifanya tofauti kina consequences zake, na consequences zake mara nyingi zinakuwa in terms of finance. Kwa hiyo ukikosea procedure yoyote kwenye issue za employment and labor relations, consequence yake huwa inakuwa ni mbaya sana kwa upande wa mwajiri kuliko hata kwa upande wa mfanyakazi. Lakini pamoja na hayo yote, kitu ambacho mimi ningekuwa mwajiri ningehakikisha sikifanyi mimi mwenyewe kwa akili zangu bila kutumia mtu ambaye ni professional, ingelikuwa kwenye masuala ya kufukuza kazi wafanyakazi, kwa sababu masuala ya kufukuza wafanyakazi ni masuala ambayo yako very complicated. Procedure zake ni ndogo lakini ziko very technical, na ambazo kama kuzifuata utajikuta unaingia kwenye kuvunja haki ya kikatiba ya mfanyakazi. Yaani maana yake unaweza ukashtakiwa kwa kuvunja constitutional right ya mtu. Masuala ya kumwachisha mfanyakazi yanagusa moja kwa moja ibara ya 22 ibara ya kwanza ndogo, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo yenyewe ibara ya 22 ibara ndogo ya kwanza inazungumzia haki za mfanyakazi au haki za kila Mtanzania kufanya kazi. Kwa hiyo inagusa haki ya mwananchi kufanya kazi na inagusa haki ya mfanyakazi wako kufanya kazi. Kwa hiyo the moment tutakapokosea kuchukua zile hatua za kumwachisha kazi, pale unaweza kuhesabika kwamba umevunja haki yake ya kikatiba chini ya ibara ya 22 ibara ndogo ya kwanza. Na masuala ya kinidhamu au masuala ya kumwachisha kazi mfanyakazi yanagusa kuanzia katiba mpaka kanuni. Kwanza tumetaja ibara ya 22 ibara ndogo ya kwanza, lakini ukiacha ibara hiyo ya 22 ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unakuja kwenye Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini sura 366, ambayo sheria hiyo inaeleza wazi kwamba mwajiri hatakiwi kumwachisha mfanyakazi bila kufuata taratibu. Ukiangalia kifungu cha 38(1) na 2, kifungu cha 38 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili, vifungu hivi vinaelezea vizuri kwamba mwajiri hatakiwi kumwachisha kazi mfanyakazi bila kufuata taratibu ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria na kanuni. Sawa. Ukienda kwenye sheria utakutana na hiyo, lakini ukienda kwenye kanuni zilizotungwa na waziri utakuta kuna tangazo la serikali namba 42 la mwaka 2007. Ukiangalia rule 9, ile kanuni ya 9, kanuni ndogo ya kwanza, inaeleza kwamba mwajiri hatomwachisha mfanyakazi kufanya kazi mpaka atakapofuata hatua stahiki au hatua sahihi za kumwachisha kazi. Kwa hiyo unaangalia ni swala ambalo linagusa kuanzia katiba mpaka sheria, afu mpaka nashuka chini kwenye kanuni. Na ukiangalia kuna kesi mbili nitakupa. Kwa mfano, kuna kesi ya The Copycat Tanzania Limited versus Mariam Chamba, ili kuna labor revision namba 421 ya mwaka 2019. Ukiangalia ukurasa wa 13 na 14, Mahakama Kuu ya Tanzania ilieleza kwamba swala la ajira ya mfanyakazi linagusa ibara 22 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na linaeleza kwamba hiyo ni haki. Mahakama inaeleza kwamba hiyo ni haki ya kikatiba ya mfanyakazi kufanya kazi. Uamuzi huo wa mahakama ulienda ukaungwa mkono tena na uamuzi mwingine wa mahakama kwenye kesi nyingine ya John Msigala dhidi ya Pan African Energy Tanzania Limited, revision namba 688 ya mwaka 2018, ambapo Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam ilieleza kwamba kila mwananchi ana haki ya kufanya kazi. Kwa unapomwachisha mfanyakazi kazi, juu unavunja pia ibara ya 22 ibara ndogo ya kwanza kama utakuwa hujamwachisha kazi kufuata utaratibu unaofaa. Kwa hiyo katika vitu ambavyo mimi ningelizingatia sana kama mwajiri, kitu cha kwanza kabisa, japokuwa vyote vina umuhimu,
ni kuzingatia hatua za kinidhamu dhidi ya mfanyakazi, hususan zile ambazo zinapelekea kumwachisha mfanyakazi. Hatua hizo unapoamua kuzichukua au kuzifanya wewe kama mwajiri, ni vizuri ukatafuta professional, mtu ambaye anaelewa taratibu za kufuata kabla ya kuchukua hiyo hatua.